basi dini imetuweka nyuma. Alipotamka maneno haya, fanadhara ilayhi al-Almani, akamtupia macho daktari wa Kijerumani, nadhrata istighrabin, mtazamo unaonekana kwamba katamka maneno mageni ya ajabu. Istighrabin wa dahshatin, maneno mageni tena ya kushangaza. Kashangaa Mjerumani Muislamu kujibu hivyo. Waqala lahu, Mjerumani akamwambia Muislamu, atasmah li, unaweza kuchukua tabu kwangu ukanivumilia kidogo, wataati mai, tukafuatana pamoja tukaongozana, liziyarati, ili kwenda kutembelea ihda mustashfayati, mmoja katika hospitali za Bonn. Akamwambia tayari wenzetu. Wa dhahaba bihi, Mjerumani akaondoka naye Muislamu huyu ila ghurfati al-amaliyati, mpaka kwenye chumba cha maabara, mpaka katika chumba cha laboratory kunakofanywa mambo chungu nzima kule. Experiment zote za kisayansi, kemikali zote za madawa za changanywa mle, majaribio yote yanafanywa mle. Ikionekana dawa itamtibu mwanadamu, inaonekana mle. Katiwa chumbani mle. Fawajada, kijana wa Kiislamu akakuta maandishi makubwa sana, maktuban ala ghurfati al-amaliyati, imeandikwa katika chumba cha maabara laboratory ya Wajerumani, imeandikwa mlangoni kwa hati kubwa mno, kwa lugha 2-3, Kiingereza, Kijerumani, Kiarabu. Imeandikwa nini? Imeandikwa ma mala ibnu adama, hajapatapo kujaza mwanadamu, wi'aan, chombo, sharran, kilichokuwa kibaya, min batnihi, kuliko pale alipojaza tumbo lake bila ya kiasi. Bihasbi ibn adama, inamtosha mwanadamu, luqaimatin, tonge 2-3, yukimna sulbahu, za kuweza kusimamisha uti wake wa mgongo, asife kwa njaa. Fa in kana la mahala, itapokuwa hakuna njia, lazima ale sana, basi haya na ale hiyo sana. Lakini ikiwa ndiyo la mahala tafailan, fathuluthun litaamihi, agawe katika kitu kizima, thuluthi moja aifanye ya chakula chake, wa thuluthun lisharabihi, na thuluthi moja kwa ajili ya kinywaji chake, wa thuluthun linafasihi, na thuluthi moja aifanye kwa ajili ya pumzi zake, aweze kupumua vizuri. Maana ukishiba sana nafasi ya maji haipo, na utapoyatia maji pumzi umeiziba, tahamaki, presha iko juu, na waitwa madaktari. Mtu mgonjwa sana, wakiulizwa watu kafanyaje, aibu watakusema, inaambiwa kala sana. Kala sana, hali yake kama hii ndo kala sana, ndo anaamba huyu hana lolote isipokuwa amekula kupita mpaka. Baada ya maneno haya imekuja chini yake bayhum. Nani msemaji wa mambo haya? Alqail, msemaji Muhammad ibn Abdullah, ni Muhammadi mtoto wa Abdullah. Wa baada an qara'aha sahfa, baada ya kuyasoma maneno haya, yule kijana wa Kiislamu kaambiwa soma mwenyewe. Aliposoma, qala, akasema, naam, nakubali, hadha nabiyuna, huyu ni nabii wetu Muhammad, na hii ni hadithi naijua, nimeihifadhi al-Azhari, iko ndani ya moyo wangu. Ma mala ibn adam wi'aan, naijua vizuri, na nitakutajia mpaka rawahu nani, masnadi yake, na nitakutajia. Hadha nabiyuna. Faqala lahu al-Almani, Mjerumani akamwambia Muislamu, alaysa nabiyukum hadha, je, hakuwa mtume wenu huyo, huwa alladhi jaa bilislam, aliyekuja na dini ya Uislamu? Akamwambia ndiyo, ndiye. Akamwambia fakaifa, basi imekuwaje leo? Imekuwaje leo Uislamu unasema akharakumul islam, umekuweka nyuma Uislamu, wa nabiyukum, na mtume wenu, yakulu hadha alkalam, anayatamka maneno kama haya, yusifuni, inansikitisha mimi. Mjerumani anamwambia Muislamu, yusifuni, inansikitisha mimi,
ya sadiki, ewe rafiki yangu, an yakuna ruhul islam, kwamba roho ya uislamu fi biladina, hivi sasa iko ndani ya miji yetu, wa jasadul islami, na kiwiliwili kitupu kama mnazi, kama gomba, wa jasadul islami, na mwili wa uislamu, fi biladikum, hivi sasa ndio umebaki katika miji yenu. Akatoa Mjerumani tamko kumwambia waislamu, udu ila alislam, rejeeni kwenye uislamu. Uislamu kitu kikubwa, msifanye mchezo nyewe, kila kitu kimo humo. Udu ila alislam, rejeeni kwenye uislamu. Inshallah tutaacha maudhui hii hapa.